Kipande cha 4 kinaanza Chinasa akiwa anakata nywele zake huku machozi yakimtoka na kumbukumbu ya alivyokuwa anaambiwa yeye ndiyo muuaji, yani yeye ndiye aliyemuua Mr. Marcus. Shalewa akamwambia Leila aliyemuua Mr. Marcus ni Chinasa. Leila kwa hasira akaanza kumtundika Chinasa makofi pale. Ndiyo maana ulipotea shuleni baada ya tukio lako la mauaji. Elijah akasema msikimbilie kumlaumu tu kuhusu hili, ipo sababu ya yeye kufanya hivi, hawezi tu kuwa alimuua bila sababu yoyote ile. Shalewa na Leila wakasema hili ni kosa la Chinasa, inabidi akawaelezee polisi, na inaonekana ni kweli yeye ndiye mhusika wa mauaji, lakini kwa nini auwe kisha ajutie baadaye? Shalewa akasema hatakwenda jela kwa sababu ya makosa ya mtu mwingine. Lakini nilijaribu kukusaidia wewe. Kunisaidia kivipi? Ndiyo, ulikuwa ubakwe wewe. Ndo hapo sasa Shalewa kumbukumbu zinarudi vizuri, si alikuwa amelewa muda ule Elijah alivyotoka kumfuatia maji. Ndipo Mr. Marcus akaingia akamkuta Shalewa akiwa hajitambui, anachojua ni nataka tu, ndo pale akamvuta. Mr. Marcus naye alikuwa zela tamaa sana, akaanza kumtaka Shalewa pale yani. Ndo alikuwa anataka kulianzisha pale. Kwa bahati mbaya au nzuri, akaingia Chinasa mle chumbani, akamkuta Mr. Marcus akiwa anataka kutekeleza ubakaji wake kwa Shalewa. Mr. Marcus akawa anataka kumzima Chinasa, maana hiyo ishakuwa mbaya, sifa yake itachafuka. Eti mwalimu anataka kumbaka mwanafunzi, ataiweka wapi sura yake? Katika kuvutana pale, Chinasa hakuwa laini kabisa, akampiga teke la kwenye nyeti, akambamiza kichwani na kitu kizito. Ndo pale Mr. Marcus akaanguka chini, na ndio akamrudia Shalewa na kumwamsha na kumuuliza nini kinaendelea. Akajifanya naye kama hajui kilichotokea yani, lakini alikuwa tayari kashamsaidia Shalewa. Isaac akawaambia inabidi hili swala wakawaelezee polisi. Je, kama nisipoenda? Usipoenda kivipi? Mnafanya kama hili tukio linanihusu mimi peke yangu, hata dada yako alihusika kwa hili. Akawarudisha nyuma kistori tena. Mademu wote walikataa kuufunika mwili wa Mr. Marcus, ila Ivy yeye akaenda tena akawashawishi sana wengine waufunike mwili, maana ishakuwa mbaya na ishakuwa kesi ya wote. Mnataka kuniachia mzigo peke yangu kwa kujaribu kuokoa? Wazazi wenu ni watu wenye pesa na majina makubwa sana, na akaunti zao za benki zinatisha sana kwa utajiri hapa mjini. Lakini mimi mama yangu anafanya kazi kwa zaidi ya masaa 24 kuhakikisha tu mimi nafika shuleni na ninapata kile kilicho bora. Ninakwenda kufungwa mimi na wote nyinyi mtabaki salama kama hamkuhusika vile. Kila mmoja sura ikamshuka kwa aibu pale. Hili walifanya kwa pamoja, iweje wamuhusishe Chinasa peke yake? Ila pia akawachimba mkwara pale. Mnatakiwa mkumbuke kwamba hili halitanihusu peke yangu, linatuhusu sote, na endapo nikafungwa basi nitahakikisha nyie wote mmefungwa kudadadeki ubaya ubwela. Isaac akamwambia Chinasa yupo sahihi, kama ni kwenda polisi inabidi muende wote, wasimwachie msiba mtu mmoja tu kwa kujaribu kumwokoa mtu, kwani hakumaanisha kumuua Mr. Marcus, bali alijaribu kumdhibiti kibaka. Wakakubaliana wataenda kujiripoti wote kwa pamoja kituo cha polisi, All of Us. Chinasa yupo anakata nywele zake huku ana majonzi mazito sana. Kwa nini? Hii ni recap ya All of Us kipande cha 4. Kama hukuona vipande vya nyuma, rudi kwenye channel kisha nenda sehemu ya playlist. Nimekupangia hapo follow recap. Hii ni Mswahili TV na mimi ni Clay Mswahili. Leo Leila amekuja nyumbani kwa kina Ahmed, akamkuta mama yake, akamsalimia pale, ila mama hata salamu yenyewe hakuipokea.